Sasa hii simulizi yetu ya leo bwana kidogo itakushangaza bwana. Kama una machozi ya karibu unaweza ukalia. Sasa chuma chetu bwana kinaanzia katika hospitali fulani hivi. Sasa kuna mgonjwa leo alikuwa anakuja. Mgonjwa huyo bwana alikuwa ni mzee sana. Sasa siku hiyo alipofika pale akakutana na daktari. Daktari akaanza kumuuliza pale, "Hivi unaumwa ugonjwa gani mgonjwa?" Mgonjwa akamwambia, "Kwa mimi naumwa ugonjwa ambao ni mkubwa sana." Lakini akaanza kumwambia, "Kabla sijakwambia yote, mimi nilikuwa na vitu hivi ambavyo ukinitibia nitakupa hivi vitu kama malipo yako." Sasa yule daktari akaanza kumwambia, "Hivyo una shida gani? Unajua kama hospitali yetu tunaiendesha kwa kiasi gani cha pesa, alafu unakuja unaniletea hizi mboga za majani, mimi sitanisaidia nini?" Akamwambia, "Basi kama una pesa unaweza ukaondoka bwana." Yule mzee bwana akaona sio noma bwana, akaamua kuondoka zake. Kutoka pale nje akapalamiana. Huyu bwana alikuwa anaitwa Alhandra na yeye alikuwa ni daktari bwana katika hospitali hiyo hiyo. Alipofika hapo pale akaanza kumwambia, "Vipi mzee, shida yako ni shida gani?" Akamwambia, "Da, hamna bwana, mimi sina shida yoyote." Akamwambia, "Hamna bwana, mimi ninavyokuona bwana wewe una shida." Unaambia, "Basi una shida gani?" Basi yule mzee akamwambia tu kuwa mimi naumwa. Akamuuliza, "Vipi sasa ushapata matibabu?" Akamwambia, "Hamna bwana, mimi sijapata matibabu kwa sababu nilikuwa sina pesa bwana. Kwa hiyo mimi haitoshi kabisa katika matibabu." Akamwambia, "Lakini hata kama bwana wewe unaumwa inafaa upate matibabu, hata kama una pesa unaweza ukalipa hata baadaye." Yule mzee bwana alikuwa na wasiwasi kwa sababu yeye alikuwa hana pesa kabisa yani. Lakini pale yule Alhandra akamwambia, "Bwana, hamna noma, wewe kanisubiri katika chumba changu mimi nitakuja na nitakutibia fresh bwana." Mzee akaenda akamsubiri. Sasa bwana Alhandra akamfuata kwa yule daktari ambaye alitoka yule mzee, akaanza kumwambia, "Hivi una shida gani? Yule kabisa unajua ni mgonjwa afu haumtibii. Hivi shida yako ni ipi wewe?" Akamwambia, "Hamna bwana, yule mzee amekuja hapa anataka kunipa mboga za majani na wewe usiniingilie katika majukumu yangu. Kila mtu ana majukumu yake, nitabidi ufanye majukumu yako na mimi nifanye majukumu yangu." Basi Alhandra akaondoka bwana. Akafika hadi kwa yule mzee, akaanza kumwambia, "Vipi mzee wangu? Tuanze basi na matibabu yetu." Akamuuliza pale majina yake, akamtajia vizuri, akamuuliza, "Vipi? Hivi unaye mtoto yoyote au familia yoyote ambayo kila atuenda ngoendelea hapa hospitalini inabidi tumjuzie?" Akamwambia, "Mimi ninaye mtoto ambaye anaitwa Vincent." Sasa akamwambia, "Unaweza ukanipa namba ya mtoto wako?" Basi akamtajia namba zake pale. Lakini yule mzee bwana akamwambia tu kwa mtoto wangu mimi sitaki afanyaje? Sitaki apigiwe simu na sitaki umjulishe chochote kuhusu hili. Sasa bwana Alhandra akawa anashangaa kidogo, lakini akamwambia, "Basi sawa, tutafanya." Akamwandikia pale, "Kwa sababu ya ugonjwa wako inabidi ufanywe matibabu haya na matibabu haya na matibabu haya." Pale pale bwana daktari akafika, daktari mwingine akamwambia, "Mchukue mgonjwa na umpeleke katika chumba cha kufanyia operation." Basi akamchukua pale akampeleka hadi chumba cha kufanyia operation. Alipofika tu mule, baada ya muda kidogo yule daktari akarudi pale kwa Alhandra, akaanza kumwambia, "Da, kiukweli hali ya mgonjwa imekuwa mbaya kabisa, tofauti yani imekuwa mbaya. Yani sasa sijui hata tufanyaje." Akamwambia, "Na itabidi tumwahi haraka sana." Basi akamwambia, "Basi tumpigie nani? Tumpigie familia yake aliyoandika pale katika namba ya simu ili mradi na yeye tupate kumjulisha ili mradi apate kusaini." Basi pale akamwambia tu, "Mimi nilijaribu kumpigia sana lakini hakupokea kabisa simu." Basi akamwambia, "Naomba na mimi nijaribu." Akamjaribu pale, akaanza kumpigia. Alivyompigia bwana akapokea, lakini alipokea bwana ni mwanadada bwana. Mwanadada akapokea, akamwambia tu kuwa mwenye simu hii hayupo hapa na inabidi ukate. Lakini pale pale bwana mwanadada alikuwa na yule mtu ambaye mwenye simu ile, lakini alimkatia kabisa, akashindwa kuelewa. Basi daktari bwana Alhandra akamwambia yule mtumishi wake ambaye kama ni msaidizi wake, akamwambia, "Kwanza jaribu kufuatilia hii namba inatokea katika address ya sehemu gani." Basi akaenda akafuatilia pale. Alhandra baadaye anapotoka akamwambia tu kwa address hii inapatikana mahali fulani. Akamwambia, "Basi sawa, mimi subiri niende." Basi pale pale Alhandra pale akatoa, "Usiondoke. Nilikuwa nakuomba kabla tujaendelea na mkasa huu mzuri, bonyeza kilama cha kusubscribe hapo chini." Tayari. Haya sasa tuendelee na mkasa. Basi pale pale Alhandra pale akatoa miguu yake hadi katika ile nyumba. Kufika pale bwana akagonga, akaanza kuuliza, "Nikopo na shida na mtoto wa Vincent." Akasema, "Una shida naye?" Lakini huyo hayupo kabisa. Lakini pale pale bwana anaposema vile yule mshikaji anakuja pale, akamuuliza, "Vipi mke wangu, una shida gani?" "Nikopo namuulizia Vincent." "Vincent mwenyewe ni mimi." "Nikopo nataka nikujuze tu kuwa baba yako amelazwa hospitali mule na ana siku 2 sasa hivi na hali yake sio nzuri kabisa. Jana nilijitahidi kukupigia lakini haukupokea kabisa, na ulipopokea ulikata simu, hatukuelewana." Sasa pale yule mtoto wa Vincent akawa anajiuliza, "Hivi mimi mbona kama sikupokea?" Akamuuliza, "Ni wewe mke wangu ulichofanya hivyo?" Akaanza tu pale kujitetea, lakini akaona mke wangu kama ana dosari. Akamwambia, "Basi bila kupoteza muda tuondoke kwa hospitali." Basi akaenda pale hospitali. Kufika hadi mule hospitali bwana akamwona babake ambaye yupo katika hali mbaya sana pale. Akaanza kumwambia, "Baba, hivi ilikuwaje? Mbona upo katika hali?" Akasema, "Hamna bwana mwanangu, mimi nilijaribu sana kukujulisha lakini kila kipia simu mke wako alikuwa ananiambia kwa wewe umesafiri na mimi mwenyewe sikutaka kabisa yani kukusumbua kabisa, ndio maana alikuwa katika hali kama vile." Pale pale bwana daktari Alhandra akafika akamchukua Vincent, akamwambia kuwa inatabidi kwanza
ulipie bili zote za hospitali kwa sababu mzee wako amekaa hapa siku 2 na hakuwa kabisa na pesa ya kutibia. Sasa kashangaa kabisa, mbona mimi nilikuwa namtumia pesa ya matibabu, unaniambiaje sasa kama yeye haja kulipa hela yoyote? Akaambia ndio hivyo, mzee wako alikuja tu na hizo mboga za majani, akataka mimi kulipa kwa mboga za majani kwa sababu mimi sikutaka apate na shida yoyote. Kwa hiyo ndio maana nikaamua tu kumsaidia nikiroho wazi kabisa. Basi akaambia hamna shida kuhusu pesa, mimi nitalipa. Akasema lakini na huyo mzee kwa hali yake hii haruhusiwi kabisa kukaa peke yake, inabidi ukakae naye. Akaambia basi sawa, mimi nitaenda tu nikakaa naye. Basi pale akamchukua pale, akaenda kabisa akakaa naye nyumbani. Lakini sasa alipofika nyumbani akaanza kumuguza baba yake. Yule mke wake bwana alikokuwa na shida sana. Akafika hadi pale akamwambia hivi, inakuwaje huyu mzee akae hapa? Akasema huyu ni baba yangu nataka hapa. Lakini sasa yule mke wake akawa anamwambia kwa inaonaje tukamlipa hata kijana apate kumtibia huyu mzee au apate kukaa naye na kumwangalia. Akaambia hakuna, huyu ni baba yangu na nitakaa naye hapa. Sasa hiyo alikuponaonesha kama tabia ambayo alikuwa aliziki kabisa, yani yule mzee kukaa mule ndani. Yani wanawake wana roho ngumu sana. Anyway bwana, sasa baadaye bwana yule daktari Alejandra alikuja hadi katika ile nyumba, kagonga, kaenda akamfungulia. Baada akaanza kumwambia vipi, naweza nikaiona hali ya mzee hapo, mzee Vincent? Akasema sawa, unaweza kaingia. Akaingia hadi mule ndani. Bwana mzee Vincent kumuona alifurahi sana, akaanza kumuuliza vipi, unaendeleaje na hali? Mimi naendelea vizuri, lakini kama unavyoniona hapa siku sio nyingi, Mwenyezi Mungu atajalia. Basi pale bwana, baada ya kuendelea pale kuongeongea naye, yule mke wake na jamaa akafika hadi pale, akaanza kumuuliza vipi daktari Alejandra, naona umekuja leo, lakini uko na shida gani? Umekuja kufanya nini hapa? Akaambia hamna tu, mimi nimekuja kumuona mgonjwa. Lakini Alejandra pale akajiongeza akasema huyu bwana kiumbe hiki sio kizuri kabisa, yani kama kisha nifukuza. Akaambia basi sio mbaya, mimi naondoka. Kawaga pale akaondoka zake pale, lakini akaambia subiri basi mimi nikusindikize. Basi akaanza msindikiza tu pale mtoto wa Vincent. Kumsindikiza bwana, akifika pale nje akataka amlipe pesa kwa ule ukalimu wake wote aliomfanyia ndugu yake, lakini akamwambia hakuna bwana, mimi hiyo pesa yako sitaki. Yani mimi ninachotaka wewe umwangalie baba yako, kwa sababu utakavyomlea baba yako ndivyo mtoto wako atavyokulea hivyo hivyo. Kwa hiyo ukimlea vibaya baba yako, na mtoto wako atakuja kulea vibaya. Kwa hiyo wewe ndio utakayechagua kama umlee vibaya au umlee vizuri. Basi pale akasema hamna bwana, mimi siwezi nikafanya kitu kama hiko baba yangu, mimi nitamfanyia kitu kizuri tu. Basi sawa, daktari akaondoka pale akarudi ndani. Lakini mule ndani, kabla hajafika ndani, akamshangaa mke wake anaongea na baba yake, anamwambia wewe, hivi unajua kama mimi mume wangu alikopo ananipa pesa kila mwisho wa mwezi nikutumie, lakini mimi nilikuwa sikutumii kabisa, hivi unajua iko kitu? Sasa akaanza kumwambia hivi, kwa nini ulikopo unafanya hivyo? Ndio hivyo sasa, nishakwambia, lakini nasitaki useme chochote kile, na ukisema hata kitu kimoja mimi kufukuza ndani ya nyumba hii na utarudi kule mitaani, utakaa peke yako. Sasa mzee bwana, baada ya kupigwa biti sana na mkwewe, akasema basi hamna shida, mimi sitomwambia chochote. Lakini kumbuka ule mwamba alikuwa anachungulia tu, kwa hiyo amesikia kila kitu. Baada ya muda kidogo bwana akamfuata hadi pale, akaanza kumwambia ndio kitu hiko, kumbe nilikuwa nakupa hela umtumie baba yangu afu ulikuwa umtumie. Wewe una shida gani wewe mwanamke? Akaanza pale kumfukuza. Mwisho siku akamwambia muondoka bwana katika nyumba yangu. Basi msichana akawa anataka kujitetea pale, lakini akafukuzwa, akaondoka pale. Sasa kuondoka bwana, maisha yakawa mazuri sana. Akamwambia kwa baba, sitaki unishauri lolote kuhusu hili, kwa sababu mwanamke alikuwa unamuona mzuri sana, lakini anaonekana hana tabia njema kabisa. Basi ikaishia vile. Sasa bwana, siku nyingine bwana, mtu na baba yake alikuwa anajiandaa kupaki vitu ili baada akaishi shukrani pale. Alikuwa anaenda kumfuata na hisi daktari Alejandra yule. Sasa wakati anatoka nje, tunashangaa na Alejandra huyo kafika. Vipi mfuata nini? Mbona kama mzima? Akasema hamna, mimi na baba yangu tuko tunajiandaa tuje kukufuata, kwa lakini nashangaa umekuja umetuwahi. Akasema ndio hivyo bwana. Wakaamba pale mboga za majani na wakamwalika pale kwa dina, wapike chakula wale usiku dina wote kwa pamoja. Basi Alejandra akakubali pale, lakini mtu na mzee wake akawa wanaongea kisirisiri, inafaa huyu awe mke wako na awe mkwe wangu. Akamwambia sawa baba, ikiwezekana. Na hii ndio mwisho bwana wa chuma chetu hiki cha leo, na hivi vyuma bwana vipo vingi sana. Basi nakuomba bonyeza alama cha kusubscribe, kulike na kushare, usisahau kucomment. Asante sana, shukrani.